usikudanganye dadangu, unaendelea kutegemea waganga wa kienyeji, unaona ni kawaida kwenye maisha yako. Hata nikuambie, hao waganga wa kienyeji kazi yao ni kumvunia nafsi shetani. Unauza roho yako pasipo kujua, unauza nafsi yako pasipo kujua, unaendelea kufanya uchawi, unaona ni kawaida. Haya nikuambie, wewe unatumika na shetani kwa ajili ya kumvunia nafsi, na nafsi yako itaenda kuteketea, roho yako itaenda kuteketea. Hizi ni dakika za mwisho. Muda utafika, no repent. Muda utafika, una nafasi ya kutubu tena. Endelea kuchezea nafasi na kuona ni kawaida. Hawakutarajia kama watakufa kwa ajali, hawakujua kama watapotea kwa vifo vya usingizini, hawakujua kama muda huu wangekuwa hospitalini wanakula kwa kutumia mipira. Kwa hiyo usijisahau na afya njema uliyokuwa nayo, usijisahau na kuendelea kutembea kwako, usije ukajisahau. Mungu amekupa nafasi ya kimatengenezo mamangu, anahitaji utengeneze, anahitaji utubu, anahitaji uachane na hiyo dhambi. Lakini nataka nikuambie kwamba huwezi ukashinda hiyo dhambi pasipo kumpa Yesu maisha yako. Hiyo dhambi itaendelea kukutesa, na mwisho wa siku nafsi yako itavunwa moja kwa moja kwenye ziwa la moto. Hizi ni saa za mwisho. Moja kati ya dakika za hatari ambazo hutakiwi kucheza ni sasa. Moja kati ya masaa ambayo hutakiwi kucheza ni dakika hizi. Haupoai kwa sababu ya biashara yako, haupoai kwa sababu ya watoto wako, haupoai kwa sababu wanaokutegemea, haupoai kwa sababu ya watoto wako ama mume wako. Ukisikia kama ama ukisema upoai kwa sababu ya watoto wako, una hasara ya roho yako. Ukisema upoai kwa sababu ya mume wako, una hasara ya roho yako. Ukisema upoai kwa sababu ya biashara zako, hata nikuambia una hasara ya roho yako. Kutoka 32:23 neno la Mungu linasema, ananena na Musa, anamwambia, waambie watu wangu, mtu atakaye nitenda dhambi, huyu ndiye nitakayemfuta kwenye kitabu changu. Waambie watu wangu, mtu atakaye nitenda dhambi, yeyote atakaye nitenda dhambi, huyu ndiye nitakayemfuta kwenye kitabu changu. Anasema yeyote ametoa cheo chako, ametoa namna ambavyo unaheshimika katika jamii,